Town, kwa sababu hawataki kulinganisha mkutano yake na yetu. Mkutano ya rais siku hizi kila pahali katika Jamhuri ya Kenya watu wanaletwa na mabasi, alafu wanapewa kila mtu shilingi 1,000. Rais William Ruto hawezi kuzungumzia watu bila kulipwa. Wakenya wamemwacha, na akitaka kuwazungumzia lazima awalipe. Mikutano ya rais siku hizi imejaa mabasi zile ya shule, ile ya rangi kama ile ya UDA, ile ya majano. Na aliona mkutano yetu ni ile naitwa organic, sisi hatulipi mtu yeyote. Nikafikiria kwangu rais alitaka, hataki hiyo mikutano ilinganishwe, kwa sababu angeaibika. Kwa sababu yetu kuna mtu nalipwa, watu wanajaza hapo wanajaa maelfu wakisema one time aende nyumbani. Nafikiri washauri yake wakaona ataaibika, na ndio usiku wa manane tukapata ripoti kama tunapumzika kwa hoteli ya kwamba maofisa ya General Service Unit na wale ya Triot wameletwa kutoka Nandi, wameletwa kutoka Kisumu, wameletwa kutoka Busia, wameletwa from Rift Valley na the whole of Western, na zaidi ya maofisa 3,000 wamemwagwa town wakiwa tayari na bunduki na tear gas na vifaa ya vita. Na ndio sisi, kwa sababu ni viongozi ambaye tuko responsible, tukaona hatutaki kuumiza wafuasi wetu. Tunge insist mkutano ingeendelea, lakini kungekuwa na vita dhidi ya wafuasi wetu na polisi wale ambao waliletwa. Kwa hivyo rais alikuja kusabaratisha mkutano wetu, na baadaye asubuhi akaondoka. Kwa hivyo hakuwa na kazi yote alikuwa amekuja kufanya hapa Kakamega, alikuwa anataka tu kusabaratisha mkutano wetu. Lakini la kukasirisha sana ni kwamba polisi pia walipiga watoto. Iko watoto walikuwa natoka music festival. Nafikiri rais na watu yake wakafikiria ni sisi tunakuja na wafuasi ndani ya Kakamega Town. Nafikiri hata hao polisi watumia akili, kwa sababu sisi hatuwezi kodishwa basi za shule. Hii ni basi ya rangi ya yellow, ni basi ya shule. Sisi hatuwezi pewa nafasi ya kukomboa hiyo magari. Number 2, hao maofisa wanajua sisi hatusafirishi watu na mabasi. Watu wetu wanakuja mkutano mkuu kwa sababu ni kujitolea, kwa sababu ya mapenzi na kuamini yale ambaye sisi tunaongea juu yake. Kwa hivyo hao watoto wa shule walipigwa sana na tear gas. Uliona kwa runinga vile wanalia. Ni mambo ya aibu sana, ya kwamba polisi wetu wale wanatakiwa kuweka amani, wale ambayo wanatakiwa kuhakikishia Wakenya usalama wao, ndio wanapiga watoto wa shule ambaye hawana hatia. Hao watoto hawajui hata hii siasa ya one term na two term nini inaendelea, hawashughuliki.